nianze kuchangia hotuba hii. Samahani Mheshimiwa, hizo dokumenti zinasemaje za mchango wa maandishi? Zinahusiana, ni miongoni mwa ushahidi wa haya nitakayoyazungumza. Mheshimiwa Naibu Spika, muda wangu unaenda, najua utaniongeza dakika 5. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze na fungu kubwa 025 linalohusiana na hospitali ya Mnazi Mmoja. Mheshimiwa Naibu Spika, hapa nina hoja moja tu kwamba pamoja na kwamba serikali yetu imekuwa ikijitahidi katika miradi ya maendeleo, lakini nimesikitishwa kidogo kwamba kuna asilimia chini ya 13 ya miradi ya maendeleo katika hospitali ya Mnazi Mmoja. Nitaka kupata ufafanuzi wa hilo, lakini pia nitaka kupata ufafanuzi kwamba mwaka huu tunatenga bilioni 17.5 katika ile programu P01 ya uongozi na utawala wa hospitali, ambayo mwaka jana tulikuwa na bilioni 2.2, huku tukitilia maanani kwamba huduma nyingi za afya zinabinafsishwa. Nataka kupata ufafanuzi wa hilo. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, naomba pia nianze kuchangia kuhusiana na, kwa vile sisi ni wawakilishi wa wananchi, nizungumze kuhusiana na malalamiko ya wafanyakazi wa Wizara ya Afya, hasa kwenda kwa katibu mkuu wa wizara hii. Nashangaa kwamba wizara hii imepita makatibu wakuu wengi, wengine wakiwa madaktari, pia wakiwa wazee wa vijana, lakini hatujawahipo kupata malalamiko mengi kuhusiana na katibu mkuu wa wizara hii kama mara hii, awamu hii. Wenzangu wamezungumza kwamba zaidi ya wafanyakazi 40 wamehamishwa ndani ya mwaka huu, na uhamisho wake haukufuata kanuni za kiutumishi wala sheria za utumishi. Kwa hiyo hilo linahitaji majibu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri, kutoka serikalini. Imekuwaje kwamba wafanyakazi walioajiriwa kwa mujibu wa utaratibu wa kiutumishi wanaitishwa tena interview ndani ya wizara, na mara nyingi wanapoitishwa huwa wanaondolewa, wanawekwa wengine ambao wamekusudiwa kushika nafasi zile? Hiyo ni lawama ambayo moja kwa moja wafanyakazi wanaipeleka kwa katibu mkuu na vijana wake 7 ambao wamewaweka katika ile wizara kwa sababu hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, malalamiko kwa upande wa haki za wafanyakazi yamezungumza zaidi kuhusiana na uonevu kazini, yamezungumza kuhusiana na unyanyasaji na vitisho, yamezungumzia kuhusu ubaguzi katika kazi na fursa, yamezungumzia zaidi katika matabaka yasiyo ya haki, kunyimwa fursa za mafunzo, kukosekana kwa usawa katika haki na manufaa ya wafanyakazi, lakini pia fitna ambazo zinaadhibiwa bila uchunguzi. Lakini pia kuna malalamiko yanayohusiana na utendaji. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna malalamiko kwamba kama walivyosema wenzangu, katibu mkuu amekuwa akifanya wizara hii, wanasema kama ya kwake, na kusema kwamba hakuna anaoweza kumuadabisha wala anaoweza kumuondosha. Kwa hiyo tunadhani si mara nyingi wafanyakazi kufika kumshutumu katibu mkuu wao. Wamepita makatibu wakuu wengi, lakini hatujawahi kupata shutuma kama hizi. Ipo haja serikali kuliangalia suala hili na kujua kwamba ukweli wa jambo hili kiundani na kufanya maamuzi ambayo yanaweza kuwa ya busara. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna malalamiko kwamba miradi mingi fedha yake imekuwa ikielekezwa sehemu nyingine kinyume na maelekezo ya ule mradi. Imetolewa mfano mradi wa World Bank ambao fedha yake imebadilishwa matumizi. Kulikuwa na mradi wa kujenga vituo 22, hadi sasa hivi labda vimebaki 2. Vituo vilivyobaki fedha yake haijulikani matumizi yake ilipo, ingawa imeshatumika. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa malalamiko ambayo wafanyakazi wa Wizara ya Afya wanamlalamikia katibu mkuu wao, na kwa vile leo tunazungumza bajeti yao, ipo haja ya hili jambo kuliangalia, serikali waliangalie kwa undani wake, na kama kuna majibu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri atupatie hapa, na wafanyakazi na wananchi wanasikia, ambao ndio chanzo cha malalamiko haya. Mheshimiwa Naibu Spika, nikianza kwenye mafungu ambayo nimekusudia kuyazuia, kwenye lile fungu kuu 008 Wizara ya Afya, nimekusudia kuzuia programu P01 inayohusiana na kinga na elimu ya afya.
na pia nimekusudia kuzuia fungu P02, programu P02 inahusiana na huduma za tiba, lakini pia nimekusudia kuzuia fungu P03 inahusiana na uendeshaji na uratibu wa wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara hii pamoja na ukubwa wake, lakini inategemea 25% kutoka kwenye fedha ya wafadhili, jambo ambalo mimi nadhani si jambo jema, kwa sababu tumekuwa na experience ambayo sio nzuri kutegemea fedha za wafadhili. Ipo haja ya serikali kuangalia fedha za ndani ambazo zinaweza kuendesha miradi ya wizara hii. 25% kutegemea kutoka kwa washirika wa maendeleo tunadhani ni kubwa sana, na inawezekana ikazorotesha miradi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye suala la wakandarasi, wenzangu wamezungumza kidogo, lakini kumekuwa na tatizo kubwa kupitia uongozi wa wizara hii akiwemo katibu mkuu, kwamba wakandarasi wazawa sasa hivi wanaambiwa hawana uwezo, pamoja na kwamba kuna miradi mingi mikubwa ambayo imefanywa na wazawa wa nchi hii Zanzibar, lakini yeye na wenzake waliomzunguka wanasema Wazanzibari, mashirika au makampuni ya Zanzibar hayawezi kufanya hizi kazi. Mifano ya karibuni ni kituo cha Fuoni na kituo cha Jang'ombe ambacho tulitarajia kingefanywa na wazawa, lakini wamepewa watu ambao si wazawa, na sababu walizopewa haziko katika mantiki ya kizabuni. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye hili fungu P01 linalohusiana na kinga na elimu ya afya, hili fungu nalizuia kwa sababu ukienda kwenye bajeti mwaka huu tunaumaliza ulikuwa umeidhinishiwa bilioni 60 na mwaka tunaoenda nao bilioni 141, lakini inasikitisha kuona kwamba pamoja na kwamba tunaambua malaria, vita ya malaria imekaribia kumalizika, lakini kuna fedha bilioni 8 imetengwa, mara 2 ya fedha ambayo imetengwa mwaka tulionao. Hii inahitaji maelezo, kwa nini fedha kubwa imetengwa katika mradi ule. Lakini kwenye afya ya akili, Mheshimiwa Naibu Spika, tumetoka bilioni 2 kwenda milioni 646, ilhali tumeongeza vituo vya kushughulikia afya ya akili kutoka vituo 75 hadi vituo 106, ambao tulitarajia fedha yake iongezeke badala ya kupungua. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, watu waliokusudiwa kutibiwa afya ya akili walitoka 8,500 mwaka tunaomaliza kwenda 95,000. Inaonyesha kwamba kuna ongezeko la takriban mara 11, lakini fedha yake imepungua mara 3. Kunahitaji maelezo hapa kwa nini iwe hivyo. Lakini pia mradi wa wale wahudumu wa afya jamii umetoka bilioni 5 za mwaka tunaomaliza, lakini unaenda kwenye zero. Sijui maelezo yake ni yapi, kwa nini hakuna fedha iliyotengwa kwa huduma za hawa wahudumu wa afya jamii. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye suala la P02 ukienda kwenye budget kuna upungufu wa takriban bilioni 60 kutoka 253 hadi 184, lakini huduma kwa ajili ya matibabu nje ya nchi, hii fedha imeongezeka kutoka bilioni 13 hadi 15, wakati wagonjwa walioandikwa mule walitoka 28 wanaenda hadi wagonjwa 20, ambao ni wastani wa milioni 767 kwa kila mgonjwa mmoja. Kunahitajika maelezo hapa, milioni 767 kwa mgonjwa mmoja, anaenda kutibiwa kitu gani na kwa ustaarabu upi, hata kuweka fedha yote ile ambayo wagonjwa 20 tu ndio ambao wamekusudiwa kutibiwa nje ya nchi. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye fungu hilo hilo kwenye uchunguzi wa chakula, dawa na kemikali, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa masikitiko makubwa naomba nilieleze baraza hili kwamba kuna taarifa za uhakika kwamba kuna baadhi ya meli zinateremsha Zanzibar shehena ya mchele na saruji zikiwa pamoja. Sijui ZFDA wamefanya nini kuhusiana na jambo hili. Kimataifa, kiukawaida halikubaliki. Sijui wamefanya jambo gani katika uchunguzi huu na kama kuna restrictions zozote kuhusiana na hilo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu ya muda nimalizie fungu P03 ambalo linahusiana na uendeshaji na uratibu wa wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, nalizuia fungu hili kwa sababu kumeelezwa kwamba asilimia ya vituo vya afya vinavyokidhi viwango vya ubora ni 15%, kwa maana kwamba 85% ya vituo vya afya havikidhi viwango vya ubora.
Kama ndivyo ilivyokusudiwa, inahitajika maelezo hapa, kwa nini tuna vituo takribani 85% vipo havikidhi viwango vya ubora. Mheshimiwa Naibu Spika, na kushukuru sana, naona muda wangu umemaliza. Asante sana. Hakuna